Asante ndugu mtazamaji wa kipindi chetu cha Mtembeo wa Mwanamke. Tunaendelea na mada yetu. Kama nilivyokuambia, mada hii ni ndefu, ina vipengele kwa vipengele. Tunaingia kwenye kipengele kingine cha 3. Nimkaribishe mtaalamu wetu atueleze kipengele cha 3 kinazungumza nini. Karibu sana. Asante sana mama. Tunaendelea kwenye hatua zetu za makuzi ambazo zinatufanya tujue namna gani ya kulea watoto wetu. Karibu tena ndugu mtazamaji. Tunaendelea na hatua inayofuata. Stage inaitwa phallic stage. Hii phallic stage mama, ni kuanzia miaka 3 mpaka miaka 6. Ndio. Ambapo tunamuona huyu mtoto ana vitu vikubwa viwili ambavyo vinaweza vikamtokea. Leo nataka ni baba mmoja na mama mmoja na mlezi wajue, ili waone namna gani ya kusaidia huyo mtoto. Hii phallic stage kama nilivyosema, mtoto akifika miaka 3 anaweza akaanza kukua. Wengine wanataka mpaka miaka 3.5. Okay. Kwa inaweza kaanza either miaka 3 au 3.5. Tukio la kwanza ambalo likatokea tunaita kitaalamu Oedipus complex. Yaani kwa Kiswahili niseme mtoto anakuwa anampenda mzazi wa jinsia tofauti. Kivipi? Kama mtoto ni wa kiume atakuwa anampenda sana mama yake, na kama mtoto atakuwa ni wa kike basi atampenda sana baba yake. Sasa upendo gani huo? Kwani watoto hawapendi wazazi wao? Wanawapenda. Kwani sasa hivi sisi hatuwapendi wazazi wetu? Tunawapenda. Tunawapenda. Kumbuka ninakutembeza kwenye raha ambayo kitaalamu sisi tunaita libido. Hii libido inahama. Ilianza kwenye kinywa, ikahamia chooni, kwenye haja kubwa, anavotoa haja kubwa. Ikaja sasa imetembea, imehamia kwa mzazi wa tofauti. Anaanza kutambua sasa huyu ni baba, huyu ni mama. Yaani automatically tu mama, mtoto anaanza kumpenda kama ni wa kiume. Yaani anampenda mama yake, ule upendo uliosikithiri. Yaani naweza nikaufananisha na mtu kama anavyompenda girlfriend wake. Wow. Kana miaka 3.5 hapo. Au 3. Yaani unajua kanampenda mpaka kanaona wivu. Yaani kwa huyu Sigmund Freud alivyokuwa anaelezea, anasema ule upendo ambao mtoto anaupata kiasi kwamba anamuonea wivu baba yake. Wow. Kiasi kwamba yani angeweza kumchukua hata kisu amchome baba yake apotee kabisa kwenye hii dunia. Mtoto miaka 3. Au amuhamishe baba yake asionekane kabisa kwenye hiyo nyumba. Ile abaki na mama. Ili yeye ndo abaki atawale mama. Yaani yule mama awe wa kwake. Na ndio maana akiwakuta mmekaa hivi kama ni kwenye kochi moja, yeye anakuja kukaa katikati. Anaje katikati anawatenganisha. Afu anamkumbatia mama. Anambusubusu afu anamwangalia mzee hapa atafanya nini? Yaani hiyo ni nature. Hiyo ni nature na anavojisikia yani yeye anajiona kama ni mtu mzima, yani anaweza akamfanya chochote babake. Wakati hata mkono hauinuki. I say mambo ya uumbaji. Kwa sasa hapa huyu mtoto wa kiume kwa mfano, nitaanza na mtoto wa kiume. Anakuwa anampenda sana mama yake. Hapendi mtu yoyote amsumbue mama yake. Sasa kama baba ni mgomvi au kama baba ana tabia ya kupiga mke wake, siku moja huyu mtoto anaweza akachukua kitu na akampiga baba yake. Kwa nini unampiga mama? Imetokea. Hiyo inatokea. Hayo yapo. Yaani mtoto anakasirika. Yaani hata tukiacha tu kwa mfano hata hivi sisi tunahudumia watu kanisani. Ndio. Unakuta mtoto anaombewa, mama anaombewa na mapepo. Sasa mtoto kale katoto kadogo tu kanaona mamake ameanguka pale, kanalia. Kanatamani kupigana na kila mtu. Huyu mchungaji anamfanya nini mama? Anafanya mamake anapopiga kelele ile mapepo. Yaani mtoto anachanganyikiwa. Mtoto anachanganyikiwa, anasema inakuwaje? Mbona huyu
amemfanyaje mamangu. Kwa hiyo inabidi mpaka sasa mtoto umkimbiza kesi, unajua kama tu labda ni ile tu kama anaogopa mamake sio amekuta na nini, kumbe na kawivu kamo. Yaani mtoto kama ni wa kiume anampenda mama yake kuliko kawaida. Na hata kulala, anataka kulala naye. Anaweza akauliza swali. Watoto umri huu wanakuwa na maswali sana. Anaweza akamuuliza babake, kwa nini unapenda sana kulala na mamangu? Babake anaweza akamjibu kwamba mimi huyu ni mke wangu. Ndio. Anakasirika ile hasira za ndani kwamba mke wako kivipi yani? Wakati huyu ni wa kwangu mimi. Na nafikiri sasa hapa pia bila kujua unakuta chuki inaanza kwa baba. Anaanza si kadogo hivi. Anaanza kuona bwana mdogo akana adabu aka. Maana na yenyewe kanasema kanataka kumiliki nini hapa. Kwa hiyo ule wivu pia na wenyewe wanakutana juu kwa juu pale. Ndio. Baba anakasirika, mtoto anakasirika. Mtoto anakasirika, wanakasirishana, yani wanagombezana, unaona hawa watu vipi? Mbona wakikaa kidogo tu wamegombezana? Kumbe ni wivu tu pale unatembea. Huyu ni mke wake, huyu ni mama yake. Lakini huyu mama upendo wake ni kama kama mke. Naye anataka kwamba huyu ni yani ni kama pale wa baba wawili mke mmoja. Ndio huo upendo sasa kwa mtoto kwa mama yake. Lakini mtoto wa kike pia anakuwa anampenda baba yake sana. Kwa hiyo huo ni upendo ambao uko wa asili kabisa ambao unatokea. Sasa kama mtoto atakuwa kwenye hiyo stage, wazazi wafanye nini? Wazazi wengi hapa ndo wanashindwa wafanye nini? Yaani mzazi anakuambia yani huyu na baba yake. Nenda kamwambia baba tunataka tule nyama. Ndio. Tutake baba. Tunataka kula nyama. Nyama inanunuliwa tu. Lazima inunuliwe. Sababu na baba naye anataka kumuonyesha kwamba yani mimi usijali yani. Naweza nikakufanyia kila kitu. Kwa hiyo mtoto naye kwa sasa wasipo control hapa. Ndio ile unasikia kwamba mtoto wa kike atuelewi mahusiano ya mtoto wa kike na baba yake hapa hatuyaelewi. Jamii inauliza maswali na mama naye anakuwa na maswali. Mama na yeye anapata changamoto. Ndio. Kwamba mtoto wangu ina maana ameniovertake. Mtoto wako akiongea kitu anasikizwa kuliko mimi. Hii inakuwaje? Na haka kiume na kenyewe kanajitutumua kuliko baba mwenye nyumba. Ila sasa nafikiri hapa kama unavyosema dokta kwamba ni kitu ambacho ni cha asili. Ndio. Ni kitu ambacho ni cha kiungu. Wala sio kwamba mtu anajifanya. Na tukiangalia kwenye Biblia pia tunasema kwamba huyu mtu anachukua ile nafasi. Ile nafasi ya unajua kwamba tunaona kwamba Mungu amesema kwamba yani huyu mama huyu kijana yani anachukua nafasi ile ya mke. Ndio. Ile nafasi ya mke kijana anatamalaki kwa mama kama atakavyokuwa amekuja kumuona mke wake. Kwa sababu utakuta kwamba baadaye huyu mwanamume akishaoa, kama utaangalia mara nyingi, mtu akiwa akishaoa, walikuwa wanapenda sana wa mama zao. Wanawapenda sana. Lakini akishaoa, ule upendo unahamia kwa mke wake. Na unaanza kushangaa mtoto wa kiume anasahau kabisa nyumbani. Ndio. Akishaoa. Ndio. Kwa sababu gani? Ile nafasi imeshajazwa. Ile nafasi ilikuwa wazi kabla hajaoa. Akishaoa, ile nafasi inajazwa na mke wake. Kwa hiyo sasa mtoto wa kiume kabisa anasahau hata mama yake. Anasahau nyumbani. Na sasa mama nikwambie kitu. Anza kufanya research yako. Watoto wa kiume wengi wanaoa wake wanaofanana na mama zao au dada zao. Nenda kaangalia. Kwa sababu ya ile ambavyo ndivyo anavyojilinganisha. Yaani vile anavyompenda mama yake, kwa hiyo kuna kitu kinaumbika kwenye unconscious mind yake. Ndio. Kwa anajikuta automatically anavyochagua mke. Lazima atafute mama yake. Anapenda tu dada wanaofanana shepu, kama sio sura, kama sio sawa. Yaani kuna kitu fulani lazima kifanane na mama yake. Unaona sasa? Na kama unavyosema kwenye hili eneo nimekuta kwamba kumeleta shida. Kumekuwa na shida kubwa kwa sababu ya kushindwa kuelewa. Yaani kwa sababu ile unajua kuna ile nguvu ya asili ambayo inavyosukuma pale, hakuna anayeelewa kinachoendelea pale. Mtoto mwenyewe hakika anajikuta anampenda baba yake. Huyu akiwa anajikuta mwenyewe anampenda mama yake. Ndio. Hajui kwa nini.
sababu ni asili iko ndani. Ndio. Na hata kumbuka, anapopenda kwenye mazingira kama haya, wala hana chochote anaweza kukifanya, hana madhara, haina madhara yoyote kwake. Ndio. Lakini unakuta sasa hapa kuna mtu anaumia. Ndio. Unaona yeye kwa mtoto hawezi kufanya madhara yoyote, kwa sababu ni mtoto. Ndio. Hawezi. Kwa mfano mtoto wa kiume ukimfuatilia anavyomhagi mama yake, ndo pale sasa mama anaweza akajua kwamba mtoto wake ni rijali au ana shida yoyote. Obvious. Kwa sababu lazima tunaituiteje sasa vizuri. Lakini kitambo hata afike huko kwenye kumkumbatia. Yaani akimkumbatia. Eh. Mama anaweza ni kipindi pia kizuri cha mama kumsoma mwanae kama yuko vizuri au vipi. Okay. Nikisema hivyo si unaelewa? Naelewa. Mama si mnaelewa. Ila sasa huko umeenda mbali sana. Hiyo ya kukumbatia mimi nilikuwa sijawahi kujua, isipokuwa kuna namna ambavyo unaweza kumjua mtoto kama yuko sawa au yuko sawa. Ndio. Unaona Yaani yeye nilikuwa najaribu kukuonyesha kwamba yani hisia anazozipata. Hisia anazozipata. Okay. Nimekumbuka kwamba nimekwambia hizi ni raha. Ni raha. Kwa hiyo na yeye akifanya vile anasikia ule msisimuko wa mwili, na ndio maana viungo vyake vinainuka. Sasa viungo vyake vinainuka pale mama. Na kale ka umri tu hivyo hivyo. Kwa hiyo sasa ile ni stage ambayo mama pia ni ya kumwangalia mtoto wake kama yuko vizuri au vipi kihisia. Lakini kwa wababa ambaye hajajitambua ndio ile unakuta amebaka binti yake. Ndio maana nakwambia hapo kuna shida. Kuna shida kwa sababu gani? Nakwambia huu upendo ni wa asili. Ndio. Unasukuma kutoka ndani. Ndio. Na wakati huo akiwa very innocent, anasema mtoto akawa innocent, huyu wa kiume au wa kike, lakini sasa huyu mkubwa ndio anatakiwa sasa jambo alicontrol. Hajue kwamba hili jambo haliwekeje, mipaka iende vipi. Ndio leo sasa tunataka tufundishane. Kwa sababu huyu mtoto yeye anasikia tu huku ndani, lakini hajui chochote zaidi. Hajui chochote. Unaona? Lakini huyu mkubwa wewe unaweza kusoma hizo alama za nyakati. Ndio. Ukaona hapa kuna kitu ambacho kumbe iko hivi. Sasa wewe usipojua, na nowadays nimeona hata wamama wanalala na watoto wao. Ndio. Sio tu wa baba, ilikuwa very rare kwa baba, lakini siku hizi na wenyewe yani kwa wamama. Lakini nimeona sasa kwa sababu ya hizo hali ambazo wanazisikia na kushindwa kuzitawala, wanakuta mwisho wa siku wameingia kwenye tatizo. Sasa ni hivi, ndio maana leo nikasema mama, nataka nimwambie msikilizaji mtoto wake akiwa kwenye hiyo hatua. Mama afanye nini na baba afanye anavyopendwa na kijana wake. Na baba afanye nini binti yake anavyompenda, ili kubalance. Ndio. Na kwa sababu wakati huo mtoto anampenda mama yake wa kiume, labda ni muda mzuri sana wa mama sasa kuanza kumjenga mtoto wake. Kwa mama kwenye umri huu ndio umri wa kumwambia mwanao, kwanza umhakikishie kwamba yeye ni mwanaume. Ndio. Kwamba wewe ni mwanaume, na hichi kipindi ni kipindi cha kujenga misingi kwamba mwanaume anapaswa kufanya nini kwenye jamii na kwenye maisha yake. Ni kipindi ambacho mama kwenye story tu za kitoto unamhakikishia kwamba yeye atakuja kuwa mwanaume. Ni baba. Hizo ni statement ndogo ndogo ambazo mama atamwambia mwanae, lakini hizi ndo zinamjenga kisaikolojia aweze kuibalance ile hali. Lakini hichi kipindi pia mama anavomwambia ni kipindi ambacho mama anapaswa pia kumwambia mtoto wake kwamba huyu ni baba yako. Baba anapaswa kuheshimiwa. Huu mji yeye ndo mtawala. Ndio. Na yeye akikua atakuja kuwa na mji wake, na mke wake, na watoto wake. Kwa ile anavyomwambia vile ni kama ana balance kwenye ubongo na kwenye hormone kwamba kumbe huyu mama ni mke wa baba. Ndio, hapa sio kwako. Sio wa kwangu. Ndio. Hawezi mimi kuwa. Nitakuja kuwa na mke wangu. Ndio. Nitakuja kuwa na mke wangu, nitammiliki na mimi kama baba anavyomiliki mama, na mimi nitakuja kuwa na mke wangu, nitammiliki, na mimi nitakuja kuwa na nyumba yangu, nitajenga nyumba, nitakuwa na watoto wangu, nitafanya hivi. Kwa hiyo kipindi ni mama sasa anachati na mtoto wake wa kiume. Unamsomesha kwamba ili ufikie huko
unatakiwa ufanyeje? Uwe na nidhamu, umpende Mungu, ukazane masomo. Anamuelezea habari za career, yani kwa mfano anamuelezea kazi. Kazi ziko mbalimbali, unasema mwanangu ukawa daktari, ukawa engineer, ukawa mfanya biashara, ukawa nini. Yani pale mtoto ni anamsikiza mama vizuri kuliko mtu mwingine yoyote. Ndio unapanda kitu sasa, ndio udongo umetifuliwa pale uko vizuri wa kupanda vitu. Na kwa sababu anakusikiza vizuri, ukimwambia chochote atapoteza. Anakipokea kwa furaha, kwa sababu pale anataka kukufurahisha. Kwa vile anavyokusikiliza anakufurahisha, vile anavyotekeleza anakufurahisha. Kwa hiyo ni hatua ambayo unamwambia mwanangu, sipendi wewe na tabia hii, tabia hizi ni mbaya, tabia hizi ni mbaya, tabia hizi ni nzuri. Huo umri wa mwaka miaka 3.5 mpaka miaka 6 ndio muda wa kuumba tabia sasa. Yani mama hapo na mtoto wako wa kiume unatakiwa ndio umhakikishie. Kama mama hata amhakikishia mtoto wake wa kiume kwamba yeye ni mwanaume tena rijali, very strong, yani pale ndo muda wa kumpa mwanao sifa zote, kwamba anaweza kila kitu. Mwanaume ashindi kitu. Mwanaume anaweza akapambana, akapigania familia, mwanaume nini, unaona Kwa sasa ni na ule umri tunasema baba naye anapaswa awe imara. Afanye majukumu yake ya familia. Ili mama anavyoongea na mtoto wake anamwambia, "Si unaona baba yako anavyofanya?" Unajua baba ndo anapiga ili awe role model. Baba ndo anakuwa yani baba ndo anaangaliwa. Si unaona baba yako anavyofanya hivi? Na utafanya zaidi. Utafanya hivi. Kwa mtoto anasema, "Okay, nikiwa mkubwa nitakuwa kama baba." Ndio. Na ndio maana unakuta kutamani kuwa kama baba. Unakuta watoto umri huu wanacheza. Wana michezo yao wanaita kuchezesha. Ukiwasikiza wale watoto wanavyochezesha, wanachezesha kama atachezesha kijiti kama baba, atakuwa anaongea kama baba yake anavyoongea. Kwa pale ni makini sana mnafanya nini nyinyi wazazi. Ili mama anavyomhakikishia unatakiwa uwe kama baba, amwangalie baba mwenyewe ni mzuri. Lakini baba akiwa anafanya matendo mabaya, amerudi amelewa anatukana. Amerudi anagombana na watu mtaani. Kwa mtoto anasema, niwe kama baba. Niwe kama baba huyu? Hapana. Bora niwe kama mama. Ndio hicho sasa. Kwa mtoto wa kiume akisema awe kama mama, likely akiwa mtu mzima anaishia kwa shoga. Nikisema shoga, ndugu mtazamaji, unanielewa vizuri. Mapenzi ya jinsia moja. Anajiingiza huko kwa sababu naye anasema anataka kuwa kama mama yake. Mama ni mtu anayependa kubembelezwa. Kwa na yeye atakuwa anapenda kupetiwa kama mama yake. Kama mama yake. Lakini tunaona madhara yalianzia wapi? Nilipokuwa nakwambia unafanana na baba yako, wewe ni mwanaume kama baba yako, unaona baba hana cha kujifunza. Hana cha kujifunza. Unaona baba ni mlevi, baba ni mgomvi. Kwa hiyo anasema, niwe kama baba. Bora niwe kama mama. Bora niwe kama mama. Mwisho wa siku anakuja kukopi tabia za kimama, za kike. Na anataka sana yeye mtu wa kupetiwa. Anashangaa katoto kadogo. Kanasema kakiume. Kako la tatu. Kumbe amejifunza kwa mama. Amejifunza kwa mama. Kwa sababu alipokuwa anafundishwa labda, lakini pia hapa sasa nafikiri ndio mahali pazuri pa sisi kama wazazi na walezi kuelezana hapa. Maana inawezekana unajua pia kuna shida nyingine pia hapa. Kuna wengine ambao wana wazazi, niseme kwamba kuna wale single mothers. Labda hana baba wa kumwangalia, wa kumwambia aone. Ndio. Si ndio Ndio. Yuko na mama. Ndio. Lakini lazima umwambie kwamba ile kumwambia kwamba wewe ni mwanaume. Unajua hata kama mwanaume kwenye ile nyumba hayupo fine. Nafikiri pia isitufanye tukashindwa kuongea. Ndio. Kama mwanaume hayupo mle, lakini kuna mjomba, labda kuna wachungaji, kuna watumishi wa Mungu, kuna rais wa nchi, kuna mtu fulani maarufu anambia unajua utakuwa kama fulani. Kwa hiyo unaanza kumtengenezea picha ile ya wanaume ambao unawaona na anawajua kwamba utakuwa kama huyu mwanaume hapa. Inaweza baba yake labda alifariki hayupo. Inaweza labda hakuna mwanaume ambaye kwenye ile familia anaweza, lakini unaanza kutafuta namna gani ambayo unaweza kumjengea huyu mtoto kwamba hata kama baba labda anambia huyu baba kwa sababu tu mlevi, lakini aliponioa mimi hakuwa mlevi hivi. Hakuwa mlevi. Alikuwa yuko vizuri, lakini hapa kuna shetani amemuingia. Tumuombe baba. Baba hakuwa mlevi, baba hakuwa mgomvi hivi. Kwa hiyo na wewe usipande kile kitu ambacho kinachoonekana kwa wakati ule. Usimkashie mtoto tamaa. Kama wanaume anatakiwa kuwa hivi, naambia tu huyu kuna shida ameipata ndio maana amekuwa hivi. Kwa hiyo unamjengea katika ile mazingira ambayo bado mwisho wa siku anajiamini na kuona kwamba wanaume wanaweza kufanya vizuri, kwa sababu utamuonyesha mwanaume ambaye amefanya vizuri, yamkini ni mtumishi wa Mungu kanisani,
ambaye labda namwamini na muelewa, au ni mtu fulani, anaweza kuwa labda mjomba wake, anaweza kuwa mtu yoyote ambaye ukisema mwanaume anajiweza kujitizama kwake, akaona kwamba wanaume wanatakiwa kuwa kama hawa. Kwa hiyo ile mwisho wa siku unakuta unamjengea ile hali ambayo sasa inamfanya ajijenge kule ndani. Kwa sababu nimekuja kuelewa watoto unajua kama unavyosema unavyomfundisha, ukimwambia kwamba wewe unajua ni mwanaume, unatakiwa mwanaume anatakiwa kuwa muoga. Unajua mwanaume anatakiwa awe mchapakazi. Kwa hiyo anaanza kujitutumua. Kwa sababu umemjengea kile kitu. Ndio. Na hata kubali kuja kuona mtu anamchezea. Ndio. Hata kusikia hata mtu anashika matako yake. Ataambia wewe mimi ni mwanaume, usinishikashike kama mwanamke. Unaona? Sio mwanamke. Akiwa tu hivyo mdogo anaanza kujitetea. Kwa hiyo unakuta ile inamjengea ujasiri, inamjengea uimara ambao mwisho wa siku ile sasa mtu akija mtu anataka kumuonyesha kama yeye ni mwanamke, watagombana. Watapigana. Ndio. Kwa sababu mama alimwambia. Na ndo kwenye umri pia mama tunasema wazazi, walezi, msimvalishe mtoto wa kiume mavazi ya kike. Yaani hakikisha mtoto wa kike avae kike. Wa kiume avae vya kiume. Kwa sababu gani? Unakuta wa mama kwa sababu anampenda mtoto wake wa kiume umri huo na nini, atampeleka saluni, ampake wevu, ampake rangi kwenye nywele, amtoboe kaeleni, amvalishe katanzanite kwa sababu ana pesa na nini. Asijue kwamba hii ni chanzo cha uharibifu kisaikolojia, lakini pia hata kiroho pia. Ndio. Unaanza kumjengea kitu kingine kwenye ubongo wake. Ukumbuka ndio atakachokuwa nacho. Ndio hivyo. Amesema unavyoblend hivi anavyokuwa. Maana umemvalisha kacheni, umemvalisha kaeleni. Atakavaa. Huyu ni mwanaume. Mwanaume anavaaje cheni? Anavaaje cheni? Atakuja kuitafuta tu mwenyewe. Kwa hiyo vile viashiria mjenge katika huu umri ili nini sasa? Ili aweze kujengeka. Na Biblia kuna mstari sikumbuki ni wapi, inasema ukimjengea mtoto akiwa mdogo hata sahau akiwa ndio tumesema ile Mithali 23 22:6. Kwa hiyo sasa ndio maana tunawakumbusha wazazi wahakikishe kwamba mtoto anapokuwa kwenye hii stage wa kiume aongozwe vizuri. Mama, simama kwenye nafasi yako. Naongea na mama, naongea na wewe dada mlezi, simama kwenye nafasi yako. Ongea na mtoto wa kiume, mwambie yeye ni mwanaume. Mwanaume anatakiwa kufanya nini? Mpe majukumu pale. Na utaona kanaanza kuigiza. Anavyoigiza usimkatishe, muache. Hii itamjenga mpaka akiwa shule na wapi na nini. Basi itamsaidia. Lakini pia kwa mtoto wa kike, mama kwa mtoto wa kike, baba ana jukumu la kwanza. Jukumu la kwanza kwa baba ni kumwambia mtoto wake wa kike ni mzuri sana. Neno hili ni mtoto wa kike ukimwambia kwamba yeye ni mzuri sana, ni la muhimu sana kisaikolojia. Kwa sababu gani? Watoto wengi wa kike hajawahi kuambiwa wao ni wazuri mpaka anafika umri wa kubalee, hajawahi kuambiwa kwamba yeye ni mzuri. Matokeo yake anakutana na kijana mmoja huko mtaani, anaambia wewe ni mzuri. Anaweuka. Anasema wow. Kwanza hata lala. Anaanza kumwaza ule kijana usiku kucha. Ananiambia mimi ni mzuri. Anakaa kwenye kioo anajiangalia alivyo mzuri. Kesho tena atajipitisha kwa huyo kijana. Kijana anasema wewe ni mzuri. Baadaye wewe ni mzuri, wewe ni mzuri. Wewe ni mzuri, njoo nyumbani. Wewe ni mzuri, bikra imeondoka. Kwa sababu nyumbani hakuwahi kusikia. Hajawahi kusikia huo msamiati. Kwanza ni jambo geni kabisa. Kwa sababu ubongo wake ulikuwa unataka. Unajua mtoto wa umri huu ukimwambia yeye ni mzuri wa kike, anaipata ile raha. Nilikwambia ile. Anapata raha. Anaipata raha. Wow. Ndio maana kakikaa kanajibebi kanajibebisha, ukaambia wow wewe ni mzuri sana. Very beautiful. Ni mzuri Kameenda kuchotea maji kanakuletea. Kanachukua kitu chake kanakupa. Kwa sababu umekaambia ni kazuri. Kazuri. Kwa umri baba anapaswa kumwambia mtoto wake neno moja, ni mzuri. Lakini amwambie mtoto wake kwamba yeye ni mwanamke. Na kwa sababu yeye ni mwanamke basi aupende wale wanamke wake. Na akue kike asiwe bouncer. Ajue mwanamke anatakiwa kuwa nani. Anatakiwaje.
Mwanamke sio anakuwa ile ana act kama mwanaume. Hapana. Mwanamke anatakiwa awe soft, lakini ajue kabisa kwamba mwanamke kazi yake ni nini, majukumu yake ni nini, na ajue wajibu wake kwenye jamii ni nini. Ule umri ndio tunamwambia mtoto wajibu wake kama mtoto wa kike ni nini, ni kuleta amani, ni kuleta furaha. Yaani Mungu amemuumba kwa ajili hiyo. Sasa unakuta baba wengi sasa hivi, kuna kesi nilikutana nayo, baba amemwambia mtoto wake wa kike kwamba yeye anatakiwa asome kwanza, afaulu pili, aje kuwa na kazi yake. Akishakuja kuwa na kazi yake, mwanaume asimnyanyase. Kwa hiyo binti akawa hataki kuolewa. Sema mimi babangu alishaniambia nitanyanyasika. Wanaume ni wanyanyasaji. Kwa hiyo baada ya muda unaanza kusema mimi mtoto wangu wa kike haolewi. Ataolewaje ulishamwambia asinyanyasike? Ushamwekea mipaka. Ushamtisha. Kwa hiyo jukumu la baba ni kumwambia mwanangu, wewe ni mwanamke. Utakuja kuwa mke wa mtu. Utakuja kuwa mama bora. Yaani vile vitu anavyovitaka ndo avipande kwa wakati huu. Mimi nafikiri hapa kuna makosa mengi ambayo tunawafanya kama wazazi. Tunafanya makosa mengi kwa sababu kama unavyosema, unavomwambia mtoto wako asome aje kuwa na hela, unafikiri kama unamjengea kitu fulani kizuri. Lakini kumbe hata akija kuwa na hela bado atahitaji kuwa mke wa mtu. Ndio. Na kama tulikuwa tunasema kwamba basi muangalie baba yako ndo mwanaume, ndo hivi, na wewe lazima mwambie mtoto wako wa kike kwamba si unamwona mama yako, si unaona nimemuoa mama yako, kama nilivyomuoa mama yako na utaolewa, utakuwa mke wa mtu. Ili ajue kwamba na yeye ana majukumu kama yale mamake alionayo pale nyumbani. Ndio. Kwa sababu tusimjengee kutoka umbali. Lazima na yeye huyu baba amjenge huyu mtoto wake wa kike kwamba unamwona mama yako. Kwa sababu kuna wakati mwingine unakuta baba ameoa mke, lakini inapofika hatua sasa anaanza kumdharau mke wake. Na anataka kumuonesha mtoto wake wa kike labda kama vile yani ana cha kujifunza kwa mama yake. Ndio. Lakini lazima pia na sisi tujenge hiyo trust, kwa sababu anajifunza kwa mama. Ndio. Kwamba vile mama alivyo, anavyowajibika hapa nyumbani, mama ametuzaa ni mama, anatuhudumia ni mama, na yeye ataenda kuwa mke wa mtu. Kama ambavyo mimi nimeoa mama yako na wewe utaolewa. Utakuwa naona mji wako, utakuwa naona watoto wako, utakuwa naona mume wako. Kwa hiyo unapomjengea vile, naye anajiandaa kwamba kumbe nikienda na mimi nikiwa mkubwa na mimi nitaolewa, nitakuwa kama mama, na mimi nitakuwa ndazaa watoto wangu, na mimi nitafanya hivi. Inawezekana labda mama wakati labda yeye ana kazi. Ndio. Huyo mama yake huyo binti anasikana hana kazi, lakini kwamba sasa kwa sababu mama labda yeye hakuweza kwenda shule, labda akusoma, lakini pia labda anafanya vitu vingine, labda anafanya biashara, lakini kwamba ukiwa na hela yako mnaweza kusaidiana na mume wako, maisha yakawa rahisi. Ndio. Unaona, kuliko mkono mmoja, mkiwa kila wewe unacho na mume wako anacho, maisha yanakuwa mepesi, mnaweza mkafanya maendeleo yakawa mepesi, yani mkafanya maisha yakawa mepesi kuliko ambavyo ni mtu mmoja. Lakini usimjengee ile tabia ya kusema kwamba wewe ukisha utasoma utapata hela, mwanaume asikunyanyase. Hatuolewe ili tukatunzwe. Hatuolewe ili kwamba mwanaume akuoe ili akakunyanyase. Sio lengo. Ndio. Lengo la kukuoa ni kwamba ni muendelezo kama Mungu alivyosema kwamba sio vizuri mtu awe peke yake. Ni muendelezo kama Mungu alivyosema kwamba tukae, tuzae na kuongezeka. Kwa hiyo lazima na yeye huyu ajue kwamba kuna ana wajibu wa kutengeneza familia yake nyingine. Ndiyo. Kuna muendelezo kwamba natarajia mimi watoto wangu wa kike nao wataenda kuwa na nyumba zao. Ndiyo. Na familia zao kama ambavyo huyu wa kiume anatakiwa kuwa. Kwa hiyo tuwajengee watoto katika mazingira ambayo mwisho wa siku haya maneno tunayoongea hayatawafunga, kwa maana ya kwamba atakataa kuolewa, ataona kama kuolewa ni kunyanyasika, kuolewa ni kunyanyaswa, ni kuteswa. Lakini aone kwamba kuolewa ni kitu cha heshima. Kuolewa ni kitu ambacho ni ratiba ya Mungu na mpango wa Mungu. Kwa hiyo kwa vyovyote ni kwamba ninavyomjengea mtoto wa kike kwa mazingira kama hayo yanamsaidia. Mimi nakumbuka siku moja ya magomvi ya ndoa, binti yangu mmoja akasema, kama ni hivi baba, basi naona kama wanaume wa kuoa kama vile hawapo. Akamwambia hapana, unafikiri mama yako, wakati mimi namuoa mama yako alimuomba Mungu, akamwambia ampe mwanamume ambaye wakiwa pamoja wanaweza kumtumikia Mungu, na wewe Mungu atakupa, na wewe omba hivyo. Ndio. Mungu atakupa. Kwa hiyo usije kuona kama watu wote wameharibika kwamba hakuna wa kuoa. Wapo. Ndiyo. Na Mungu atakupa wa kwako. Ndio. Akasema okay, basi
lakini lazima hiyo awe nayo akiba kichwani. Ndio. Kwamba hata kama kuna watu wameharibika, lakini wao walioharibika hawakuhusu, yupo kwa Mungu aliyekuandalia. Ndio. Kwa hiyo nimeona wazi kwamba tuna jukumu sisi, wakati mwingine tunaweza kufikiria kwamba tunajaribu kama kuwalinda watoto wetu, kama kuwa protect watoto wetu, lakini tunawaharibu bila kujua. Ndio maana nikasema tunafanya makosa kama wazazi, kama walezi bila kujua. Lakini kupitia kipindi hiki naamini kabisa kwamba kuna mtu anajifunza kitu. Kuna mtu anajifunza kitu ambacho hatarekebisha, kama alikuwa ameshafanya makosa atarekebisha. Lakini tunakumbuka kwamba tunawajengea watoto msingi huu akiwa na miaka 3.5 mpaka 6. Sio akiwa na miaka 15. Sio akiwa na miaka 20. Sio akiwa na miaka 30. Akiwa na miaka 3 mpaka miaka 6. Kwa hiyo ndio kipindi ambacho unatakiwa umjengee mtoto wako, uongee naye, umuelekeze. Ndio unapomtengeneza mama bora, mke unamtengeneza mke bora, lakini unamtengeneza pia mwanaume bora ambaye atakuwa mume wa mtu kesho na mke wa mtu kesho. Kwa hiyo naamini kabisa kwamba tukilifanya hili sisi kwa upendo, sasa tukijua hivi, tusije tukafanya wakati tumechelewa. Lakini mama, nataka niwakumbushe kitu. Tukumbushane kitu kimoja hapa. Kwenye huu umri pia wazazi hawapaswi kudharauliana. Kwa maana yake, yaani mke asimwambie mtoto wake wa kiume kudharau baba yake, na mume asimwambie mtoto wake wa kike kudharau mama yake, wakijua kabisa kwamba kwenye ulimwengu wa roho kila mmoja amebeba baraka zake. Kwa hiyo zaidi sana tujenge katika kumjenga huyu mtoto awe mnyenyekevu,